Are you ready? Gũta kaugia atĩrĩrĩ. Mbembe na mboco nĩ hagĩranagĩrio. Ruge mbembe na mboco nĩ hagĩranagĩrio. Mbembe na mboco nĩ heraganĩrio. Nĩ haraganio. Mbembe na mboco nĩ haraganio. Mbembe na mboco nĩ hagĩranagĩrio. Mbembe na mboco nĩ heraganĩrio. Sorry. Wamama hoye. Wamama hoye. Wasichana warembo hoye. Habari zenu. Distinguished women leaders, Senator Kihuge. Unajua tuko na senator kwa hii nyumba. Hebu mu appreciate Senator Kihuge. We have women rep from Mehoko, Madam we have her and all the other women, our partners, Kamama, Brighter Future, asanteni sana for hosting us, and we have many other partners, and thank you for being here. Today we are celebrating, okay, let me not first of all say what we are celebrating, let me introduce myself. My name is Irene Waboi Wairogo. Ati nimesema Irene? Waboi Wairogo. Irene? Waboi Wairogo. Irogo is my dad. Sindio, lakini maybe tumeambiwa tukue na hopes. Mwenye amehubiri ametuambia tunaweza pata our better half. Sindio? So maybe someday I will be graced to carry another name, yeah? I am a women leader, I am a youth leader in Githurai Sub-County. I am the founder of Sauti ya Mtaa, the CBO, the founder of Jenga Nation that brings all youths in Githurai Sub-County together. And in Mehoko ward, I am running for the member of county assembly seat. So thank you so much, wanawake kwa kunisupport. So today we are here to celebrate strength, resilience, and courage. Graduates, young mothers, congratulations. I remember I got my first baby at 21. And in campus, in my third semester, I was pregnant with my firstborn baby. At 21 years. And right now, I am 32. Congratulations. So for all those years, I have had 3 babies. Congratulations. So in campus, mimi nikisoma nili elope. Unajua what is to elope? Who knows what is to elope? Toroka na mtu. Nilitoroka na mtu. Nikaenda nikafanya nini? Nikakuwa mama at 20. In those years. So I have fought. This fight has not been easy. And I ran away because we didn't have food, umepelekwa kwa relative, you are suffering, you know. All those problems, and you have to be a problem to someone else, you know. And I lost all my parents, so I had to be in the care of my relatives. I struggled. Ndio nisome, my friends, nilistruggle. Zangu zilikuwa zinaitana mkutano watu wachange. Ni pesa ngapi unatoa ngapi, unanunua kiatu wewe, unanunua kamisi hivyo. That is how I started. When you see this woman standing here, it is because I fought. And I found people to hold my hands, people that wanted me to be someone in the future. And today, even if I am not as far as I want to be, I can tell you that I have come from far. I'm going far. And I am going far, and I will be somewhere very big in the coming days. Yeah. So I want to encourage you graduates and any other woman from Mehoko and from all over. Jueni that resilience will give you some place. There is a table waiting for you somewhere. See? And always let us fight. Women, let us support each other. Let us not fight each other. The fights have become so much between women, even women leaders. We are not supporting one another. And that support, when we support one another, that is what is going to make us successful. That is what is going to make us, even these small girls that are coming up, that are growing up, when we give each other support, they are looking at that. They are looking up to us to support each other. Sindio? Wamama wenye wanatulea, wacheni stress. I was brought up by my mom, and she was a single mother with nothing, but she fought.
she hurled insults, alikuwa anatusiwa, anafanywa nini. But at the end of the day, she had to make sure huyu mtoto amekula. I was born alone. Alisema hata azai mwingine ndio nisteseke. So I was brought up like this. If you see Irene, you are looking at the whole of her generation. And the lady, she died before even she enjoyed what I could give her. In 2017, she passed on, and I really felt bad because that is when I started realizing myself and realizing that I could make money. Kwa hivyo, nataka encourage. Be there for your children. Prioritize your children, your lives, your career. Because I am a shrewd businesswoman. I say I'm shrewd because I can do anything. I have conquered the world with men. Our gentlemen are representing. Our gentlemen in the house. How are you? I have conquered construction. I have conquered media. I'm a trained journalist and freelance. I do freelance. I do printing and branding. That is basically what I do. And construction. Kwa hivyo, don't fear. Get into those fields. Go conquer. Women, go conquer. Don't fear. I have been given a responsibility to recognize my fellow leaders, and I will just call them. Eyo, vipi jamaa, karibu sana ndani ya Mshepa TV ambapo unakuletea burudani na matukio kadri tu yanapotokea kutoka hapa nchini Kenya na kote Afrika Mashariki. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kumtazama, kisha subscribe na uweze kubonyeza alama ya kengele ili tena kesho mpya haisio unakuwa wa kwanza au sio. Siku ya leo kama leo niko upande wa Mwihoko ward ambao iko eneo bunge la Ruiru constituency, ambapo nimekuja kumtembelea mwanadada huyu ambaye nitasema ni mwanamke bomba, ama ukipenda mheshimiwa Irene Wambui Irongo, ambaye anawania kiti cha MCA. Tuweze kusemezana naye tumtambue kindani kabisa, au sio? Mambo vipi mheshimiwa? How are you? Uko salama? Niko salama kabisa. Thank you. Now, Mwihoko waje mheshimiwa. Mwihoko ward tuko imara, tuko gangari na Mwihoko ward inaendelea kugrow. Yes. Tunaendelea kupata a huge population. Yes. Na tunapata watu from everywhere all over the country. Yes. As you are aware, tuko na investments nyingi including Kiriri Women's University. Na hapo ina attract almost 9,000 students. Sure. Kwa hivyo unaweza range that Mwihoko is a very populated area. Na ni ward yenye ina grow na iko sawa. Yes. Wow. So ningependa mheshimiwa you reintroduce yourself. Ndio viewer wangu pia waweze kukutambua kindani. Okay. Kwa majina naitwa Irene Wambui Irongo na nimetoka Mwihoko, naishi Mwihoko na huko ndio familia yangu iko. Mimi ni mama ya watoto 3 na leo ikiwa eve ya Women's Day, kwanza niambie watu happy Women's Day, kwa sababu kukua mwanamke na kukua kiongozi inaonyesha that we are strong and we can lead, ndio? Na tuko na nguvu, tunaweza fanya kazi. On top of that, I am a trained journalist. Nimetrain ku report actually. Wow. Yeah, so but I don't practice journalism. I'm a businesswoman, a very shrewd businesswoman. I am into printing, branding, graphic designs, and apart from that, I have other businesses that I'm doing. On top of that, being a youth leader in Githurai Sub-County, being a youth leader in Mwihoko Ward, I have been able to, I'm the founder, mimi ndio founder wa Sauti ya Mtaa. Hicho ni kikundi ambacho kinafanya advocacy ya rights za mwananchi. Na tunaweza kufanya kazi na vijana, that is the youth. Tunafanya kazi na wanawake na wanaume pamoja ili to grow. On top of that, pia mimi ndio chair yenye tulifikiria tukafound kikundi kingine kinaitwa Jenga Nation. Jenga Nation hiyo imeleta Githurai Sub-County pamoja. Kwa hivyo ward zote 5 within Githurai Sub-County, zote 5 ziko included. Mayouths wa hizo wards tumeshikana ili tunaenda tunapeleka civic education. So Sauti ya Mtaa na Irene, we try and do both civic empowerment and economic empowerment in the community. Yes. Wow. Yeah. Nice one. Na after that, bado mimi ni kiongozi.
Na 2027 ni mimi naingia kukua member of county assembly Mwihoko, MCA Mwihoko. Yes. Yeah. So mheshimiwa, before tuongee about your candidature, let's talk about today. Okay. Leo nimeona mlikuwa na event. Yeah. Kwa imetamba, nimeona mpaka na mheshimiwa Karua. Yes. Tell us about it. Kwanza, today we are very excited. Being the eve of International Women's Day, we were celebrating Brighter Future. Hiyo pia ni kikundi, ni CBO kivyake iko hapa Mwihoko enye imefoundiwa. It was founded by Mr. Waroi. He's the director of that group. And he came up with a program to support young women. Those teenagers ama youth wenye wanapata watoto wakiwa wadogo, wenye wanatupwa. Unajua pia wazazi, msichana akikuja amepata mimba, we have a very big disadvantage as women. Whether we are small, kama ni youth ama wanawake wengine, ujue kwa mapenzi wewe tu ndio unabakingi na blame. Kwa sababu ukibeba mimba ama ubebe ugonjwa uko peke yako. Mwanaume yeye anaenda na move on. But what happens to these young girls? What happens to these young teenagers wenye wamestopishwa masomo, wenye hawana hope na maisha? Kwa hivyo Mr. Waroi aliwachukua akaenda wakawapeleka training. They have been trained for about 10 weeks. Leo ilikuwa graduation yao. And having experienced my youth, my younger youth now, hata kama mi bado ni youth sahi, sasa mi ni millennial, lakini hizo masiku niliona zile challenges. Kwa hivyo kukuja kusupport wanawake kama hao ni ku-encourage community tuweze kukaa na hawa wasichana vizuri. Tuweze kuwa-accommodate na tuweze kuwa-empower. Na wakifanya makosa tusiwa blame, ili waache hizi maneno za suicide, waache maneno za drugs and substance abuse, ili waweze kurecover kwa hiyo mistake yenye ilifanyika. So today was all about celebrating women, and we were so happy. In Mwihoko tujai host Madam kama Martha Karua. Huyo ni mheshimiwa kigogo cha wanawake. Nimeanza kumfuta the place kama Mwihoko akakuja na akaingia ndani. Ni grace ya Mungu. Na ni kama amelidiwa na Mungu akuje ili aweze kutuempower. Kwa sababu mimi kama kiongozi zile challenges nimepatana nazo already ashapitia. Kwa hivyo for her to come here, it was God sent. For me and other women to follow that way, that we have to be strong, we have to be strategic, and we have to know what we want. Yes. Wow. Yeah. So nyinyi kama community champions mko mmekuja ku support the initiative. Yes. Yeah. That's a good one. Yes. So let's go back to politics. Ni nini imekupush mheshimiwa ukafikiria sasa mimi niko hapa Mwihoko lazima lazima nichukue kiti ya MCA? Ni nini imekupush? Okay, first of all, nimekuwa kwa community for a while. Na nimefanya mambo mengi sana. Nimefanya advocacy. Ukikuja huku mimi ni opinion leader. Kwa sababu niko na hiyo passion ya community. So, despite being a community leader, kuna vitu zingine unapatana nazo, ukipelekea hao wakubwa zinasimama. So, the best thing mimi nimeona heri nisimame ili nikuwe naweza kusolve mpaka hizo mambo zenye zinakuja. Kwa sababu unapata hizo mambo zinakuja, mimi kama Irene, mimi mwenyewe as an individual, siwezi zisolve bila hiyo position. Najua kuna watu walielektiwa ama watu wenye wanafaa kuwa kwa ofisi, wanafaa kuwa wakifanya hiyo kazi, na shangaa sana mbona hawafanyi hiyo kazi. Kwa hivyo ikanikujia tu, kwa hivyo maybe naweza tu decide nisimame ili niweze kuwa ninafanya jambo mpaka climax hadi tunapata hiyo resolution. Yes. Wow. Yeah. Mheshimiwa, kuna kitu inaitwa track record. Na niko sure wakaji wa Mwihoko pia watajiuliza swali. Who is this lady? Ni nini amekuwa akitufanyia? Unaweza simama uambie ni nini umefanyia watu wa Mwihoko so far? Mambo zenye tumefanya ni mengi. Lakini kwa zote nakumbuka niliingia, I was the first youth representative kuingia kwa nyumba 10. Nyumba 10 una deal one on one na community, unaleta issues zao pale, mnasaidiana na timu gao ni wale machiefs wenye tumepewa. Na kwa hiyo tu process unapata ukiletewa mpaka issues za MCAs, unaletewa issues za governor, unaletewa issues za MP.
Kwa hivyo I think zile kesi zote zenye zimekuwa zikikuja zinanipitia, I think we have been dealing with each and every case kulingana na pahali inafaa kufikia. Zingine unapata mtu amekuja ni mgonjwa ako na bill kubwa, anakwambia Irene tufanye aje. Mimi napiga simu, unaona kama MP anakuja ananisaidia, naingia kwa timu ya Mheshimiwa King'ara of which is the elected MP. Namwambia mheshimiwa, hapa kuna mtu hivi, alafu anaenda anamsaidia. Unapata paka kuna bills zinaenda zinatolewa kule. Unapata kuna watoto wanaenda wanasoma. Unapata kuna hizo issues za shule na bursaries na nini, unaenda una resolve. Kwa sababu kuna mpaka watoto tumetoa nyumbani, wazazi wameshindwa kuwapeleka shule, tunawapeleka shuleni, tunaongea na walimu, tunapangana, kila kitu inakuwa sawa. Yes. Na juzi nimeona umenitia clean up, inamaanisha pia kwa community mnaingia sana. Yeah, tunajaribu sana. Na tukiingilia initiatives kama hizi, tukishikana na the government of the day, that is okay. Wacha tufanye kazi na wenye wameelektiwa. Tuonyeshe vijana hivi ndivyo kazi utafutwa. Ati hawezi kama mahali pamoja unangojea kusaidiwa, wewe una blame tu serikali. You can't put a blame on someone if you have not tried. Kwa hivyo tunajaribu sana kutrain vijana wetu, kuwaonyesha njia ya kwenda kutafuta hizi makazi. Na kuwork na ile government yenye imechaguliwa, na pia kufanya advocacy, kuwaonyesha hapana, hii ni right yako, unafaa uitishe. Yes. Lakini mheshimiwa, kija hapo unatafuta cha MCA hapa kuona. Already kimekaliwa na mtu. Ni nini unaona afanye yenye unataka aondoke wewe uje ufanye? Mambo mengi sana. Kulingana na venye nimeingia ground nikaongea na wananchi wa Mwehoko, kwanza hawana mahali wanaezaenda kupeana malalamishi yao. There is no office of the MCA. Sijui kama inapewa budget, sijajua, sijui kama iko na staff. But kulingana na ile investigations tumefanya, hizi meetings labda umtafute kwa simu, na kama hauna simu basi ukae na shida yako. Na hiyo sio venye inafaa. Hiyo ofisi ni a public office, inafaa iwe na a physical office enye mwananchi atakuja akwambie malalamishi, usaidie mahali utaweza. Kama ni kwenda kumsaidia kwingine basi ujue venye utamsaidia, because I believe hiyo kiti ya member of county assembly inataka one on one, wewe na mwananchi muende njia moja. Ndio ukienda kule kupitisha ama kulegislate ama kufanya nini, unajua ile need ya watu wako kwa ground. Lakini kama hau interact na watu kwa ground, sioni venye unasaidia. Kwa hivyo mimi naona nitakuwa hapo 100% na mama haachangi watoto wake. Kwa hivyo mimi nitakuwa nasikiza na niko hapo available, kukue kubaya, kuharibiki ama kusiharibike. Mimi always nitakuwa hapo. Yes. Wow. Yeah. Na sasa wewe kama mama, na unasimama kiti cha MCA na unasimama pia na wanaume. What are the challenges unazozipitia kama mama? Umeniambia you have 3 kids. Yeah. What are the challenges unazipitia as a woman? The main challenge yenye naweza sema ni ile ya kulose watu wanaume especially wanataka kudominate. Kwa hivyo wanajaribu njia zote zile zenye zitafanya urudi chini ama uachane na hiyo dream yenye uko nayo. Most of the time nimepatana na matusi, nimepatana yani na vulgar language. Naweza kuwa yes mimi niko single, bado sijapitia hizo zinaitwaje, hizo nini za marriage, hizo steps. Lakini hata kama nitapata mtu, my private life ama venye mimi naishi maisha yangu, sifai kuwa nikionyesha kila mahali. Tena ukikuja kuni-intimidate na sex yangu because I am a female, then it shows how inferior you are. Na mimi ningetaka kusisitiza wanaume, wacheni kupiga wanawake na sex na muache kuwapiga na matusi. Kujeni mpigane na project. Piganeni na venye uko na capacity ya kufanya kazi. Hiyo maneno ya matusi, kurushiana hapa pale, hata hiyo watoto wetu wanaona, na wanaona sisi hata hatuna content. Wanaona hakuna kitu tunaweza kuja kuwafanyia isipokuwa kuhali insults. Yes. Wow. Yeah. Another question, mheshimiwa. For how long have you been in Mwehoko? Ama tuseme maybe umekuja hapa juzi uchaguliwe tena utoroke urudi kwenye ulikuwa? Because tumeona waheshimiwa wengi akichaguliwa
aendelee kukaa mahali alikuwa anakaa, anahamia Muthaiga, Halinga, amuoni tena. Okay, Mwihoko nimekaa karibu miaka 8. Hata kama kuna wenye walikuja mbele yangu hawakufanya ile change enye nataka kufanya. Kwa sababu nimechagua hii mahali ikuwe ndio my home where I am bringing my kids from. So I want to change it to as much as to my liking, na together with other minds, other brains wenye wanaona wanaweza fanya Mwihoko ikuwe nyumbani. Kwa hivyo mimi siko hapa ati kutegea niende, hapana. Niko hapa kukaa. Na ninataka tubadilike na Mwihoko ikae kama Skari, ikae kama Muthaiga. Yani we have the same resources, the same amount of resources, but we can't see the results. So we need someone who is very vigorous enough to go to those offices na aweze kupush hizo maendeleo zote zikuje. Kwa hii karne, hii enzi, ni wapi kunafaa kuwa kukisikika floods? Ni wapi kunafaa kuwa kukisikika ati hakuna sewerage? Ni wapi? Kwa sababu kuna allocation, na hata before huyo MCA mwenye alichaguliwa aingie, bado kulikuwa na the same problem. Mbona ile county government ama ile government iliingia na ilijua hizo mashida, mbona wasiweze kukaa hizo mashida before season ya mvua ikuje? Mbona saa hii bado tunaona watu wakikufa kwa maji? Do we have to bring people in that still want to see the problem so that they can campaign with the problems as we are losing our people? Hatufai. Na niko very pained kwa sababu wananchi wana make very poor decisions. Kwa sababu kitu kama, wacha tu hata niseme flooding, hiyo ndio inafanyika saa hii. Kama hapa Kilonzo bado inafanyika. Before election bado ilikuwa inafanyika. In fact nakumbuka hata kulikuwa na floods, mpaka watu walikuwa naletewa msaada. Why did the government come with a proposal to amend that problem so that we don't have anything like that again? Pole. Kwa hivyo inamaanisha wanasiasa pole. Wanasiasa kuna kenye wanabakisha ili wakuje wa campaign nayo. Na ni nani anaumia? Mwenye anaumia ni mwananchi, mwenye ako ground. Mheshimiwa, ningependa kujua unasimama na chama gani? Na je, do you think chama itakusaidia kuweza kupata ile kiti? Kwa sasa nasimama na chama cha DCP. Tuko na Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua. Tunasikiza ground kwa sababu yeye ndio elected deputy president mwenye tunajua. Kwa hivyo tutaendelea kusikiza ground na chama itatusupport na sisi tutasupport chama mpaka mwisho, mpaka pale kilele. Tunasema tunaelekea Kashubiri. Na tutaelekea na hicho chama mpaka mwisho. Mpaka juu ya mlima. Mpaka juu ya mlima. Mtazamaji wa Mshefa TV, tunaendelea kusemezana naye Mheshimiwa Irene Wambui Irongo, ambaye umesikia anawania kiti cha MCA hapa Mwihoko Ward. Na Mheshimiwa, let me challenge. Ningependa utuelezee ama uelezee watu wa Mwihoko, ukiingia pale ni nini utawafanyia? Kwanza nitaenda kufanya kazi yenye nitakuwa nimechaguliwa kufanya, which is kulegislate, kupitisha the right laws na kurepresent watu wangu, watu wa Mwihoko. Kwa hivyo inamaanisha kama kuna issues, kwanza my first project itakuwa kuleta watu pamoja. Kwa sababu watu ndio wako na zile mashida zinafaa kutatuliwa. Naweza kuwa yes niko na manifesto, nitakuja nitajenga barabara, but nitajenga na nini? Docket ya MCA hainanga pesa. Ward Development Fund, ward, ile inaitwa ward, it is being controlled by the governor. My only work ni kwenda kuambia governor tuko na barabara haiko sawa nini, hivyo. But now I have to prioritize. Tujue mashida zetu ni gani na gani. Ili tukienda pale sijaenda bila content. Nimeenda na kenye tunahitaji. Kama saa hii tuna identify a lot of problems. Tuna identify insecurity. Hatuna street lights, na hata wenye wanashikwa au criminals wanaenda wanashikwa wanaachiliwa. Kwa hivyo bado zinaendelea. Watu wanaendelea wakiibwa masimu.
watu wanaendelea wakibwa kwa barabara because of hiyo darkness na bado kuachilia watu wenye hawafai. Another thing, hizo mabarabara zetu. Na barabara, unajua unafaa differentiate between the county na the national government. Zile za county hata kama zimetengenezwa, what happens to hizi za national? Does it mean juu mimi ni MCA sifai kwenda kuongea na MP? Kwa sababu pia MP anafaa nisikize, aniambie bona pesa yake haitoshi kutengeneza hapo mahali watu wangu wanateseka. Kwa hivyo MCA hakuna kazi anafaa kufanya, ni MCA hana kitu moja unafaa uelewe. MCA hana pesa yoyote. Kulingana na ile devolution ilifanyika. Na nasikia watu wakisema huyu MCA wetu hajatufanyia kazi, tutamtoa. Sasa watu, na ndio maana nasema sauti ya mtaa the CBO inakuja ikifanya civic education. Kwa sababu ukikuja uitishe MCA pesa na pesa inakontroliwa kule national, kazi ya MCA ni kwenda kupush. Kazi ya MCA ni kwenda kulobby na kuoversight. Ati ninafaa nikuje nisimamie gavana wa Matangi pale, nimwambie hapana gavana, mbona haukuleta hizo street lights? Mbona ulikuja tu ukaweka miti? Na nimuulize ulitumia pesa ngapi? Hizo zingine zimebaki zinaenda wapi? Watu wangu bado wanahitaji. That is the work of the MCA. MCA hakuna budget yoyote. Na watu wanafaa wajue hivyo. That is the truth and the truth. MCA hana budget. Juzi, hata si sometime back, kuna MCA nimeona amejiuzulu. Kasema mimi sitaki. Nimeachana na hiyo kazi. Could it be pale juu wanafinywa sana? Ukiongelesha yule yuko juu yako hataki kukusikia, ground unapigwa au ufanyangi kazi. Kunaweza kuwa kuna hiyo pressure, pengine uko na hiyo idea hizo pressure zenye unaenda kuziface. Nimeongea na wengi, nina marafiki wengi sana MCAs. Na juu mimi nataka kuwa MCAs. Of course nimeongea nao ili nipate background information. And let me tell you, uko juu ni kugumu. Kwa sababu governor anataka ubebe vision yake. Lakini ajaangalia, mimi kama MCA nimemwambia watu wangu, wamesema priority ni barabara. Watu wangu wamesema insecurity ndio shida. Watu wangu wanasema tulete basari, of which siku hizi hakuna basari. Do you know hata kwa county government hakunanga basari? There is no budget for basari. It is called a social welfare. Na hiyo social welfare, unless the governor decides that money atasaidia kusupport, kusponsor. But according to the constitution of Kenya, there is no bursaries for counties. Bursaries ziko wapi? Kwa member of parliament. Kwa hivyo, ukipata ule governor pale ako very intimidating, wewe kama MCA utasikia very demotivated. Na unafaa kufanya nini? Ndio maana naambia wananchi wote wenye wananiangalia, chagueni mtu resilient, chagueni mtu strong. Chagueni mtu mwenye hataenda kukua manipulated. Chagueni mtu ambaye anajua kubisha milango na anajua kufight for your rights. Msichague mtu ati akienda pale akipewa 10,000 ametosheka. Ati lazima upewe 10,000 usunguke na mtu na kwako hakuna. Wewe tu unaenda tu round na bado mtakuwa mnateta for another 5 years, another 10 years. Be very decisive with who you are electing. Someone who can represent you well, someone who is very strong, someone who can advocate for your rights, Kenyans. Na hata siongelesha ati watu wa Mwihoko peke yake. Hii sasa ni ya watu wote. Wajue lazima MCA unachagua mtu mwenye hataenda kukua manipulated. Kwa sababu unapata wanajiuzulu juu wameshindwa kabisa. Na hizo kickbacks hizo za kupewa huku unapitisha motion yenye ileti shangwe, tunafaa hata wa Kenya pia muangalie. Hao watu wenye wanasign, wenye wanaenda bunge, hiyo county assembly ya Kiambu ama ya kuingine kokote, wenye wanaenda kupitisha vitu zenye zinawasaidia wao wenyewe, azisaidii Wanjiku. Yes. Do you think waheshimiwa wa Kiambu wanafanya kazi vile inafaa? Kuna some tena sasa na MCA kwa sababu hiyo sasa ndio level tunatafuta. Pale juu kiangalia MP, gavana mwenyewe, do you think wana deliver? Okay, kuna zenye wana deliver, lakini zile nyingi ni zenye hawa deliver.
hawa waheshimiwa wa Kiambu hawasikizi ground, hawatusikizi, hawasikizi mahitaji ya watu ground. Watu wanateta, they have nobody to go to. Watu wanateta kama huku unasikia tukiteta barabara, watu wanateta shule, watu alafu utapata wale advisors, sijui kama ni advisors ama ni governor mwenyewe, anakuja anatuletea kuku na nguruwe. Na shida saa hiyo labda ni masomo, maji, siwa, electricity, zinaitwa security lights, you know. So priorities ni kama mtu anataka auze Kenya ina manufaa kwake peke yake, haangalii wengine. So I feel like leadership ya Kiambu County inafaa pull up their socks. Na wakuje kwa Wanjiko, waulize Wanjiko ni nini mnataka. Ni nini mungetaka niwasaidie nayo. Yes. MP wa hapa kwako. Hata MP. Pia yeye anafaa pull up. MP pia anafaa pull up socks. Kwa sababu wananchi wanamuita, lakini yeye anakuja na programs zake. But what about the problems? Kama kwa sasa, mimi kwanza hata watoto wangu wako pale Motuya. Na yeye ndiye alianzisha Motuya. Wacha hata hiyo pesa ilitafutwa na Amref, itengeneze kabru watoto waache kuteseka. Mwihoko primary imejaa maji, nimesikia aspirants wengine wakisema ati wao ndio wana contribute pesa. Ile pesa kidogo yenye nataka watoto wangu wakule, hiyo ndio mnatarajia niweke nayo barabara na kuna allocation ya hiyo barabara? How? Who are we supposed to go to? If it is not your office, if you don't open your office for us, who are we supposed to go to? Mwananchi anarudi kwa mfuko na kuna pesa. Wananchi wanataka ati wachangane, watengeneze barabara. Barabara yenye iko na allocation. How? Kumaanisha ile pesa yenye imeallocatiwa kuna mahali inaenda. Na sasa mwenye anafaa ku-oversight ni nani? The sitting MCA is supposed to oversight and raise those questions and actually demand for those services. Yes, because it is not a want. Si kubembeleza na kubembeleza nisaidie. Lakini mheshimiwa nikuulize, hii mambo ya chama inaweza leta shida mpaka tukiingia pale kwa kiti. Kwa sababu wengine gavana aliingia na chama fulani, pia kaingia na chama fulani, pia kaingia na chama fulani. Wale watu watasikizana. Mi Kenya husema whether umeingia na nini umeshapata kiti. Kwa hivyo go do what you are supposed to do. Hizo mambo zingine za differences za kucheza siasa mtachezea wapi? Nje. Lakini ikikuja kwa mtu wa Kiambu, mtu wa Mwihoko, mtu wa wapi, wacha kila mtu apate need. Apate ile, yani a feel alichaguana na hizo services zinamfikia. But viongozi wanakosea kwenda kupata mabifu huko nje. Ati MCA hawezi sikizana na MP. Ati MCA hawezi sikizana na governor juu ya chama, haifai. Ukiingia unafuata ile serikali yenye iko na munapelekana nayo ili muweze kufanya kazi pamoja. But when you put your personal interests, now you lose it. Mwananchi ndiye anateseka. Na hiyo mali haitai grow. Na hiyo ndio ina happen hadi Kenya mpaka saa hii. Ati unapata Nairobi watu wanakufa, wanafunikwa na maji. Na si mwaka wa kwanza, imekuwa ikihappen hizo miaka zingine zote. Why can these people prepare a budget to curb that? Ndio hii next time ikinyesha hakuna kitu kama hiyo itaonekana. But people don't want to hear the truth. Wow. Yeah. Ladies and gentlemen, mnaotazama Mshefa TV, endeleni kuuliza maswali hapo kwa comment section, maswali ambayo utasikia kabisa nimesahau kuyauliza na mheshimiwa atayajibu, na najua pia tukikuita show nyingine pia utakuja kuheshimiwa, sio? Yeah. So endeleni kuuliza maswali hapo kwa comment section na atayajibu, au sio? So mheshimiwa, ningependa muangalie kamera, muongeleshe watu wako wa Mwihoko, waombe kazi, waelimishe kidogo, semezana na watu wako. Okay. Watu wa Mwihoko, watu wangu, mahali familia yangu iko. Nyinyi wote ni familia yangu. Na Kenya ningewasihi, let us choose the right leaders. Mimi kama Irene, I am going to be your representation, I am going to be your advocate, and I am going to be your oversight. Mi naomba munisaidie nipate hiyo kazi
ili tu change mahali tuko, kwa sababu hapa ni future. This is my future and this is where I would want to grow old from, but we would want to grow old in a place that is suitable for all of us and the generations to come. Hizi shida zote zenye tuna identify kama Mwihoko tutazideal nazo one by one. We are going to curb each and every case personally, and we are going to overcome everything together. I am requesting you and the other person and me, let us work together. Let us have unity and let us save Mwihoko from this praise that we are having around. I know we are many, lakini choose the right leader. Irene ako hapa kufanya kazi kwa mpango, na Irene ako ready kufanya kazi na wewe na the other person na Mwihoko yote, tufanye kazi pamoja, tusaidiane. Thank you. Wow, nice one mheshimiwa. Thank you. Na ruto mheshimiwa ndaiwa wale Mwihoko uri ndio wabo ni juni kweli kuweka goda ato nine show ino naka challenge kapo. Are you ready? Goda kaugia tiriri bebe na boso ni hagira na gerio. Ruge bebe na boso ni hagira na gerio. Bebe na boso ni heraganirio. Ni haragan. Bebe na boso ni haraganio. No. Bebe na boso ni hagira na gerio. Bebe na boso ni heraganirio. Sorry. Nice one, mtazamaji wa Mshefa TV. Na kama kwako pia wewe piga hiyo challenge tuone kama utawezana nayo. Bebe na boso ni hagira na gerio. Tupatane kwa show next. Ciao.